huyu alinipigia ni huyo tulikuwa na yeye. Akaniambia tulipeleka bwana mwili mwingine nyumbani. Mesaka yuko hapo. Namwambia wapi Mesaka? Akaniambia Mesaka yuko, nakuambia namuona. Kurudi ndio nikaambiwa kuna mtu ambaye amesikwa huko nyumbani ambaye ilisemekana ni mimi. Kutoka hapo ndio nilishangaa, nikashindwa nitasema nini. Udhoni ni kitu yenye tumeshangaa na imetusangasha na tumefurahia kumpata brother yetu. Na mpenzi mtazamaji, karibu sana katika channel yetu hii nambari 1 ya Amaya TV, ambao tunakufahamisha ujumbe wote ambao unaweza kutufikia katika meza yetu. Na habari ambazo zimetufikia ni kwamba jamaa aliweza kuzikwa katika kaunti ya Kisii, maeneo ya Bobasi pale Nyamache. Ameweza kufufukia Nairobi South B Estate. Habari za kushangaza sana. Jamaa kwa jina Meshak Nyambane, mwendeshaji wa bodaboda, aliweza kuzikwa kulingana na familia yake. Alikuwa mwenda zake wa jamaa bodaboda pale maeneo alikuwa anaishi. Waliweza kufanya matanga ambayo alikuwa si matanga madogo, makubwa kwa kweli. Mke wake ambaye alikuwa nchi za ngambo pamoja na watoto waliweza kurudi katika taifa la Kenya, wakafanya mazishi yale. Kila mtu, watu, marafiki zake, wale waliosoma naye kutoka shule ya chekechea, shule ya primary, shule ya msingi, shule ya sekondari, waliweza kufika mpaka maeneo yale, wakafanya mazishi. Marafiki kutoka Nairobi wakaelekea mpaka nyumbani kwao, wakafanya mazishi mwezi mmoja. Na wiki kadhaa jamaa ameweza kutokea. After 40 days jamaa ameweza kufufuka. Tunasema sio siku 3 kama alivyofufuka Yesu. Jamaa amefufuka after 40 days. Ameweza kufufuka na kufika pale nyumbani maeneo yake ya South B. Watu wanashangaa vipi huyu tulienda matanga yake kule nyumbani Bobasi Kisii, na inakuaje jamaa anatokezea? Ndipo anaenda kujaribu kuzuelezea watu, anawaambia mimi niliweza kukamatwa, nikashikwa, nikapelekwa na kanjo, nikaweza kufunguliwa mashtaka, nikafungwa kwa siku 40. Kwa kweli ni mwezi mmoja na siku 10. Kwa kweli wakaenda kufuatilia siku hizi, na familia yake wakati walimtafuta wakakosa. Na kama ilivyo mila desturi, mkitafuta mtu katika mji wa Nairobi, mnaamua kuelekea katika mochari. Na vile walikuwa wanajua jamaa huyu anaendesha bodaboda katika maeneo ya Nairobi, walishuku pengine jamaa huyu aliweza kupata ajali na kuyaga dunia, kwa sababu alipokuwa akifanya pitepite zao katika city mochari ambayo inajulikana, wale watu ambao wanapatikana wakiwa wameyaga pale barabarani huwa mili yao inapelekwa pale. Kwa kweli wakaenda wakapata mwili ambao unafanana sura kama ya Meshak Nyambane, wakaja wakaandika eulogy kwamba jamaa aliweza kuyaga dunia, na wakafanya mazishi, wakaandaa, wakachanga, wakapeleka mwili nyumbani, wakamzika. Sasa hivi imeweza kubainika kwamba Meshak bado hajakufa. Hebu tusikie yeye anasema alifanyaje. Hiyo nyumba sasa sio yake tena. Sauli mtu mwingine amelala ndani mauti. So vile alilala ndani hiyo maiti, lazima ipomolewe na kila kitu itupwe, amesaitiwe watu wengine. Hakuna kitu hapo itatumika kwa hii mchi. Ameweza kuuzwa pesa ikuje. Tulipatana na customer, nikampeleka town. Tukapatana na askari wa City Council, wakanishika, wakanipeleka kotini. Wakati wakanitosa faini ya 1500 ambayo nilikosa, nikapelekwa Nairobi West Prison. Naam, kama ulivyoweza kujisikizia mwenyewe kutoka kwa Meshak hapo, na nitakuwa na kukika katika lugha ya Kisii hapo mbele, utakuwa unasikiza baada ya kuzungumza na kutamatisha namna familia yake walivyoweza kupata ujumbe huu kwamba Meshak ameaga dunia, na ni vipi walivyoweza kutafuta, na sasa hivi wamepata ujumbe kwamba Meshak yupo hai, wakati baba yake amepata fursa ya pili kuweza kumuona mwanawe na kuzungumza. Lakini wazee wa eneo la Kisii wanasema kwamba lazima watafanya matambiko ili kuweza kutupilia mbali masuala yale ya kijamii, ili watakuwa wanachinja ng'ombe, vile vile kondoo, mbuzi, watakuwa na kufanya cleansing pale na jogoo mweupe, na vile pia mkeo akija hawezi, kwa sababu ile nyumba tayari ashalala marehemu. Kwa hivyo na maana ile nyumba itabomolewa, mabati yatumike hatatumika kujenga nyumba nyingine, lakini yatatumika kufence ama kuyapeanwe, kwa sababu mabati yale tayari yako na laana mbaya. Ni hayo tu kwa sasa, lakini hebu tusikize yaliyojiri kutoka kwa kinyumbani kwa kina Meshak.